Intensity ya dabi. Mutale yuko bench. Mutale ameshacheza dabi. Mutale joto la dabi analijua. Unamwachaje Mutale bench? Unamuingiza Neo Maema ambaye hana uzoefu na dabi. Nadhani unatumia wapi kwa lengo la kuleta kitu kipya? No, huwezi kufanya majaribio kwenye dabi. Mchezaji anayecheza dabi ni mchezaji aliye tayari kucheza dabi. Mpanzu amecheza dabi ngapi? Katika dabi alizocheza Mpanzu, ipi imekuimpress? Hata moja. Mpanzu anaisaidiaje Simba? Kwenye mechi muhimu kama hizi Mpanzu anaisaidiaje Simba? Lakini Mpanzu ndo mchezaji wenu muhimu zaidi. Sio muhimu. Ni mchezaji maarufu. Sikilize, kwa uchezaji wa leo muulize mshabiki yote hata wa Yanga. Kibu Denis ameisumbua Yanga kuliko Mpanzu. Na katika wachezaji waliocheza vizuri leo, Kante amecheza vizuri, Kamara amecheza vizuri, wachezaji wengi wa Simba wamecheza vizuri. Tatizo ni Mpanzu hakuwa sawa. Mpanzu kwenye mashambulizi hakuwa anaunganikana na wenzake. Wewe ulikuwa unataka nani aingie mshinde? Kwa uchezaji wa Mpanzu alivyokuepo, ni bora angecheza Mtale na ni bora angecheza Selemani Mwalimu kuliko Mkwala. Naye aliingia lakini Selemani Mwalimu hakupewa muda na almost hawafungi Yanga. Na kwa kipindi chote Yanga walikuwa wanalala, wanamsubiri referee aje waokoe. Wamepoteza muda sana Yanga. Kwa hiyo ni maana ni kwamba timu mbovu imeshinda game. Timu mbovu, na naomba niwahakikishie, tunzeni hii klipu inaongelewa sasa hivi. Simba atafanya vizuri kwenye michuano ya nje kuliko Yanga. Wakeni haya maneno. Yanga wana timu mbovu. Na mtu aliyekuwa anaibeba Yanga ni mmoja kwenye mabega yake, Alidi Aucho. Tangu Alidi Aucho ameondoka Yanga wachezi vizuri. Fuatilieni. Wanahangaika pale katikati, wanabadilisha huyu, wanatoa huyu, wanabadilisha huyu, lakini naomba mtakuja mtaniambia, na sio tu kwenye mechi za dabi, hata kwenye mechi za ligi. Bila Aucho Yanga wata struggle. Kwako wewe, kwa hiyo Mpanzu hatakiwi tena kuwepo Simba? Niwe mkweli. Niwe mkweli. Mpanzu ni mchezaji maarufu. Ana uwezo wa kawaida, lakini Mpanzu sio mchezaji wa mechi kubwa. Katika mechi zote kubwa za kimaamuzi Mpanzu anaiangusha Simba. Narudia. Mpanzu ni mchezaji maarufu mwenye jina kubwa, lakini hayuko tayari kuibeba Simba. Na ngoja niwaambie, nasubiri kumuona Soa, nasubiri kumuona Bajaberi. Naomba nikueleze tu kweli. Kuna wakati Mpanzu atakaa benchi. Kwa sababu Mpanzu anaogopa kugongana, Mpanzu anaogopa kuingilia katikati ya msitu, kufungua, ku-unlock defense. Sasa unawezaje kuwa mchezaji mkubwa mwenye profile kubwa kama Mpanzu unazidiwa na Kibu Denis? Hasa nikuuliza, Kibu Denis na Mpanzu, nani ana profile kubwa? Mpanzu. Sasa kama ni Mpanzu leo, kwa muono wako wa kuangalia mpira, nani amecheza vizuri? Wewe wakati unakuja kwenye mechi ulikuwa unamtegemea nani hajafanya maajabu? Wakati inakuja kwenye mchezo leo, nilikuwa nategemea anyway timu nzima ifanye vizuri, kwa sababu wachezaji wengi waliokuja wamecheza. Yule beki yule, niwe mkweli, hata Yanga waseme yule South African player Rushain Deruk, yule jamani professional. Yani waulize Yanga moja moja, hata wachezaji. Deruk Rushain ni complete package ya defender, na yule atawasaidia Simba. Hana pressure, unaelewa? Anachukua mpira taratibu, anafanya tackling nzuri, ana sweep vizuri. Simba wana timu nzuri, lakini Simba hawako tayari kucheza na Yanga. Kwa nini? Viongozi hawako tayari, wachezaji hawako tayari, na benchi la ufundi haliko tayari. Ndio maana Simba anapoteza mechi. Simba hana timu mbovu. Unamzungumziaje kocha Fadlu Davids? Kocha Fadlu Davids ni kocha wa mafanikio, lakini sio kocha kucheza na Yanga. Kocha wa Simba ni kocha wa mafanikio, atawasaidia sana Simba kutengeneza timu, lakini sio kucheza na Yanga. Ili ucheze nao unahitaji kuijua fitina ya mpira. Hakuna kocha ataifunga Yanga kama hajui fitina ya mpira. Kwa hiyo shida ya kutomfunga Yanga ni kocha ni nani? Yani iko hivi, viongozi eneo lao liko nje ya uwanja, wanalijua ni wapi wafanye. Nimemaliza kwa viongozi. Ndani ya uwanja unatakiwa kuweka watu wenye roho mbaya kucheza na Yanga. Yanga sio kucheza nao vizuri.
Yanga unatakiwa ucheze nao na roho mbaya, sio unapepesa tu mpira. Unatakiwa una roho mbaya kwa kweli uwanjani. Nje na hivyo tutafungwa. Kwani leo Pacome amefanya nini Shabani? Pacome si alikuwa anakaba. Pacome sio mchezaji bora, ni mchezaji wa kawaida tu. Yaani ngoja wame Simba wana timu nzuri hawajiamini. Hebu nionyeshe katika timu iliyoshambulia kati ya Simba ni timu gani imeshambulia vizuri? Kwa kila miaka mnafanya hivyo hivyo. Sikiliza, nimesema hivi na ninarudia. Simba wamepoteza dabi 6. Na mimi hapa nasema sitakuja tena uwanjani kuiangalia dabi kwa sababu moja. Sio dabi tena hii. Kwa nini sio dabi? Nasema kwa nini sio dabi? Viongozi hawako tayari, benchi la ufundi hawako tayari, body language inaonekana kabisa Simba hawako tayari kushinda mechi. Kwa hiyo mechi za dabi zote sitakuja kwa Mkapa, taangalizia huko kwingine. Lakini mtafungwa hata ukiangalia huko kwingine. Nisikilize, nimesema hivi, siko tayari kwa sababu hawako tayari wao. Kuwa tayari ni kuwa tayari kushinda. Kama mtu hayuko tayari semana atafungwa kila siku. Brother, unazungumza sana. Mmesajili, mmefanya kila kitu na kelele juu. Nimesema hivi, Simba ana timu nzuri, lakini ni timu ambayo haiko tayari kucheza na Yanga. Yanga ana timu nzuri kuliko Simba, nakataa. Na kama unataka kuamini, kaangalia huu mpira mwanzo hadi mwisho. Yanga amelinda, Yanga alikuwa analinda goli. Huwezi kuwa timu bora ukawa unalinda goli muda wote. Ndio. Kwako wewe, nje ya Mpanzu, nje ya mtu mwingine, nani mwenye roho mbaya alikuwa nje unasema alitakiwa aingie mwenye roho mbaya? Hivi nisikilize. Urembo uhitajiki kwenye dabi. Mpanzu ni urembo. Nikiangalia moments zote ambazo Mpanzu amecheza, siupati uwezo kamili wa mchezaji ambaye yuko tayari kufungua defense na kutengeneza nafasi